Customer sikiliza nikuambie, this is your sasa, na hapa ni Gwanzu. Gwanzu unapata kila kitu customer. Customer, wewe ulivyokuwa huko mdogo huko nyumbani kwenu customer, ulikuwa unaona wakipika mboga za majani, wanapika mnafu, wanapika mchicha, wanapika mlenda, wanapika vitu vingine tu kama hivyo. Hapo unaona kama sio mambo yako. Na siku ambao wameleta samaki, wanamkata vipande vidogo vidogo, wakati wanatenga wanaweka kipande kamoja, unaona kabisa kama vile unanyanyasika customer. Unaona kabisa kama unapiga mahesabu kwamba yule samaki aliyemleta mshua mchana yule ningekuwa kwangu mimi namchemsha huyo moja kwa moja mchana, na mla yote anaisha hapo hapo. Sasa customer tayari ushaenda kwako customer, hata mchuzi tu customer ushakupotea. Ulivyokuwa una matamaa customer yako, yale matamaa yako sasa nyumbani kwako tena uyaleti matamaa yako customer. Unaona kama vile bado unajipunja tena. Sasa customer, wewe mchuzi wenyewe ushakugomea wa samaki, basi huyu hapa kwa sasa ndo suluhisho la mambo yote. Tunakuletea samaki huyu hapa, samaki wa kilo 10 tunamuuza kwa shilingi 750. Dunia nzima, tafuta dunia nzima, samaki wa kilo 10 kuuziwa 750 customer, utakuja utusimulie. Wewe kama kuna mtu ambaye ana bei za hivyo, utaniambia muuzaji samaki gani huyo. Samaki mwingine huyu hapa kilo 15 tunamuuza shilingi 1520 customer. Popote ulipo wewe sema fanywa delivery customer. Customer, fanya basi hilo ulilokuwa unaliwaza ukiwa mdogo. Timiza ndoto zako za kula samaki asubuhi, mchana na jioni. Afu madharau mengine ulikuwa unaongeza eti kwamba utamkula hivyo hivyo bila kula na ugali, bila kula na wala na wali, yani utakula hivyo hivyo tu, umenyunyizia vimboga vya majani kidogo hapo juu. Basi fanya customer. Welcome customer, na Mungu mwenye vyote akubariki sana.